Wewe Ruto, wewe ndio ulianzisha wembe huu ambao unakunyoa sasa. Ni wembe wako wewe mwenyewe, uliunda, uliutengeneza. Makanisa yatarudi pamoja. Yeye mwenyewe alisema makanisa alimuongoza, yalimsaidia kuingia kwenye kiti. Hivyo hivyo alimsaidia, yatamtoa. Swala la kuweka microchip kwa watoto pia litachangia pakubwa katika muinuko ambao utakuja against Ruto mwenyewe, kwa sababu watu watakataa. Gachagua ni mwanafunzi mzuri wa Ruto. Vituko hivi vyote ambavyo Gachagua anafanya, walivifanya na yeye analipa deni. Chochote kinachofanyika ni deni analipa. Avumilie tu. Kichwa ni kile kile, wembe ni ule ule. Mkikuyu akiwa under pressure is the most dangerous character. Mkikuyu ndio husema kisha wanakutuma. Huyu mjamaa ataenda nyumbani. Haitajalisha itakuwaje. Haitajalisha ni nani atakayekuwa kule. Na itakuwa hivyo. Na hiyo ndio hatari Ruto anaipelekea Kenya, ya kupiga kabila moja kupitia kwa mfumo wa ukabila. Yani kubrand Mount Kenya ionekane kama ni nchi iliyo ya ukabila, lakini wale wengine wakikutana ni utamaduni. Bethel Clouds TV, empowering lives. Na mpenzi mtazamaji, mambo mengi yamefanyika katika taifa la Kenya. Kila siku tunamkia mambo mageni tu. Wengine wanashangaa, Kenya yetu inaenda wapi? Kenya yetu inauzwa ama namna gani? Wengine wanasema basi kama ni mambo jinsi yanaenda, basi wacha Kenya iuzwe, alafu kila mtu ape share yake. Wenye wanaenda Uganda waende, wenye wanaenda Tanzania waende. Yote 9-10. Mpenzi msikilizaji, leo unapotazama hivi tuko kwa ofisi mpya kabisa, na kula kukicha tulikuwa tunakuambia kwamba tutahakikisha kwamba tunakuletea vitu vilivyo bora. Nasema karibu sana kwa jukwaa la busara, na tumekuwa tukizungumza sana kuhusiana na mambo madhabahu, lakini leo itabidi twende kando kidogo, tuweke pause, tuzungumzie yale mambo ambayo yanafanyika katika taifa la Kenya. Anaitwa Job Wamalwa kila wakati, na bado niko na mtumishi wa Mungu ndani ya nyumba ambaye tunataka aize kutuzungumzia siku leo. Karibu sana mtumishi. Asante sana. Uko salama? Niko salama kabisa. Unasikia namna gani wakati tuko kwa ofisi mpya leo? Ni maendeleo. Tunashukuru Mungu kwa maana bado hatujaunda. Tutaunda kwa sababu nataka tukwenda katika studio za kisasa, za kimataifa kisasa kabisa. Itali kila kitu. Kwa sababu kule tunaelekea sehemu ambayo tutafanya kazi kubwa sana. Katika mazingira tunayopitia kwa sasa, kuna mambo mengi yatafanyika sana kupatia neno la kinabii. Kuna mambo mengi nimekuwa nikitabiri na yamefanyika, na mengi bado yanakuja. Kama mfano, tulikuwa wakati mwanzo wa mwaka huu tulizungumzia kuhusu mambo ambayo yanatendeka sasa, kuhusu uchomekaji, kuhusu siasa za nchi, kuhusu wanasiasa, kuhusu kanisa. Maana kuna mambo magumu sana yanakuja hapo mbeleni. Na haya mambo magumu sana yatakuwa ni sawa, Mungu anayajua, sio ati yatakuwa yamekuja kinyume na Mungu. Ya Mungu anayajua, maana Mungu anatayarisha kanisa lake kusimama. Kanisa litateswa. Sasa wakati wa kuteswa kanisa umefika. Na tukazungumzia kuhusu rais wa nchi atapatiana nchi kwenye mikono ya shetani. Kwa mfano kuhusu digitalization of birth certificate, ambayo itakuwa si certificate tena, si karatasi tena, ila ni chip, microchip ambayo itawekwa kwenye mwili wa mtoto. Na jambo hilo limekuwa likiendelea kule Pumwani na kwa siri sana. Kumbuka kuna wakati Bill Gates alikuja kaka miezi 4 hapa Kenya wakijaribu kuimplement, kwa sababu Bill Gates hupenda sana Kenya, na juu yeye amefadhili
taasisi KEMRI na taasisi zingine nyingi sana za kufanya utafiti wa madawa, utafiti wa mazingira, utafiti wa mambo mengi sana. Lakini katika ile ni kujificha katika kutoa utafiti, fedha za utafiti, lakini yeye mwenyewe ni data anachukua. Maana kuna lile jambo anataka kulifanya katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na ya Kati, kutoka Congo DRC kukuja Kenya, Ethiopia, Tanzania, uende Malawi, Zimbabwe. Sasa kuna jambo wamepania kulifanya. Maana nilipokuambia last time ya kwamba Kenya ndio chimbuko la binadamu. Kenya ndio chimbuko la binadamu katika Biblia na katika nani? Katika wanasayansi. Maana mifupa ya kwanza ya awali kabisa ya binadamu ilipatikana Kenya. Hiyo katika wanasayansi inaonekana kwa binadamu wa kwanza kabisa ama wale wa awali walipatikana katika maeneo ya Kenya, maeneo ya Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda. Kwa sababu wakati ule hatuko na Uganda, hatuko na Kenya, hatuko na Ethiopia, ila nini yote hii region yote kutoka Niger uende karibu Nigeria, uteremke urudi chini uende DRC Congo na Congo ile nyingine ya Brazzaville, Kenya, Uganda, Tanzania, urudi mpaka Malawi, Zambia. Utakuta ukiangalia, ukisoma vizuri kwenye kitabu cha Biblia utaona nchi hiyo yote iliitwa Ethiopia, haikuitwa Afrika. Yani hatukuitwa Afrika Mashariki na ya Kati, ndio tulikuwa tunaitwa Ethiopia. Nayo Afrika nzima iliitwa Abel Kalam. Abel Kalam inasema ni Garden of Eden, yani shamba la Edeni, kumaanisha shamba la Edeni lilikuwa Afrika. Ni kati ya Kenya, kutoka Ethiopia, Kenya mpaka South Africa. Hapo ndio kuna shamba la Edeni. Maana ukiangalia kwenye shamba la Edeni kuna ule mto wanasema mto Nile. Huo mto Nile ulikuwa unatambaa kwenda mpaka Egypt, alafu kisha unateremka unakuja Kenya, kisha unaenda mpaka DRC. Huo mto ulikuwa unaenda mpaka DRC, lakini katika hali ya interference ya binadamu ulikatwa. Lakini sasa ukiingia kwenye Kenya utapata mito kama Wasonyiro. Ukienda kule Mount Kenya kuna mito Tiriki, na ndio mto Tigris. Utaangalia kuna mito mingi, mito ile mine mikubwa iko kwenye Biblia utaipata imekata mpaka mto Zambezi kule Zambia, upande Malawi, uende Zimbabwe, upande Kenya, utapata mito ile ambayo imedescribiwa kwenye Biblia ipo Afrika Mashariki na ya Kati, kisha inateremka mpaka South Africa. Ndio utapata sasa, ndio kama kule ndio garden yenyewe ya Eden, South Africa. Na ukiangalia upande mwingine wa Namibia ndio utapata ile Kalahari Desert, lile jangwa wanasema wana wa Israeli walikuwa. Ukipanda pande ya Somalia utapata ndio Samaria, ndio katika Biblia Samaria ndio Somalia, na ndio utakuta ndio walikuwa wagaidi sana, walipigana na mambo mengi ambayo tutakuja kuyazungumzia wakati mwingine. Lakini kwa sasa Kenya ndio Mungu alisema ameiteua kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kuleta ufufuo ama the revival ya mahubiri. Na ndio unaona dunia nzima nayo imeelekea Kenya. Katika dunia ya kuzimu ya kina Bill Gates na ya kina Elon Musk, wale wengine ambao ni waabudu wa shetani, wametarget Kenya kwa hali kubwa sana. Na pia nasi Wakristo bandia wametarget Kenya sana. Wakristo halisi wametarget Kenya sana. Waislamu wametarget Kenya sana. Wahindi wote, ukiangalia dunia nzima imemulika Kenya, inataka at least percentage fulani ya nchi. Ndio namkuta mpaka mtu anaitwa Adani. Adani amekuja, mtu mwenyewe hana hela, lakini amejenga sifa kuwa hana hela, lakini hana hela. Maana anatumia mikopo, anataka kuchukua title aende akachukue mkopo. Sawa tuna venye angechukua Job wa Marwa, apatiwe hela ile bilioni kama 20, aende ajenge uwanja. Maana sio ni tofauti yake. Maana anataka title ya nchi ama ile hati miliki, ndio aende akope hela kwa wazungu au akope hela kwa China. Na huu mradi wa kiwanja cha ndege ulikuwa ushafadhiliwa. Wachina walikuwa wamefadhili kupitia Exim Bank miaka ya uhuru, miaka ya Kibaki. Na phase 1 ilikuwa imalizike,
ya kuunda upande huu wa kiwanja, kisha kujengwa kiwanja kingine ule upande. Kumbuka wakati nyumba zilibomolewa kule Katani, nyumba nyingi sana zilibomolewa, kama alisema zimejengwa kwenye uwanja wa ndege, kisha wakabomoa na kukatafutwa hela ambaye zilikuwa karibu bilioni za dola, karibu 35 bilioni za dola, na zikapatikana. Lakini kwa ajili ya vuta ni kuvute kati ya brokers, kuna brokers ambao wako katikati katika nchi, ambao wao ndio ni kama wamiliki wa nchi, kama sasa mtu kama na Jimmy Wanjigi. Jimmy Wanjigi kwa 90% ya maendeleo ya nchi, ufadhili wa maendeleo ya nchi hii alihusika moja kwa moja. Maana wakati wa Kibaki wakiwa na mtu anaitwa Dave Mwangi na wengine kina Saitoti mle, ndio walikuwa watu wa kwanza kufanikisha Mchina kuingia Afrika. Na kwa hivyo kulifanyika deals na maandishi yakafanyika ya kuwa Jimmy na wenzake waliokuwa pale, kwa sababu wao ndio wamefaulisha kumleta Mchina, alafu watamu market yule Mchina katika nchi yetu na katika nchi ya Tanzania, Uganda, Ethiopia, Burundi, Rwanda, DRC, Malawi, Zambia kule, kwa sababu through Exim Bank wakakuwa na maagano ya kwamba Jimmy na wenzake watafanya campaign ndio miradi ya Afrika ifanyike kupitia kwa Mchina. Maana wakati ule Kenya ilikuwa imemilikiwa na Amerika na Uingereza sana, na hakuna kitu tungefanya bila wao kutushurutisha. Maana kutoka wakati wa Moi kulikuwa na vikwazo vya IMF, World Bank, tukakosa hela. Sasa kujinasua kutoka kwa mikono ya Mwingereza na mzungu wa Amerika, kina Jimmy na wenzake waliweza kumshawishi Kibaki, tukahama tukaenda Uchina. Sasa katika kule kuhama kwenda Uchina, kuna mikataba ilifanyika ambayo si ya kiserikali, ni ya watu binafsi, ya kuwa nyinyi Exim Bank tutawarahisishia kuja Afrika, kuja Kenya, lakini kila mradi mtakao ufanya 10% ya mradi ule toto ni yetu. So Exim Bank ikipatiana shilingi 10,000, basi 10% ya 10,000 inaenda kwa Jimmy na marafiki zake. So wakati Kibaki alipokuwa kiendeleza mipango yake, nakumbuka kiwanja cha ndege kilijengwa wakati wa Kibaki, ukarabati. Kisha baadaye katika ile hali ya ukarabati, extension ilifanyika. Katika kufanya extension naye Kibaki akakuwa anatoka, Uhuru akaingia. Uhuru alipoingia, unakumbuka kuna wakati Jimmy Wanjigi alivamiwa, jinsi amevamiwa juzi. Walikuwa ni Uhuru na Ruto walimvamia, na ukumbuke Jimmy Wanjigi ndiye alipatia Uhuru na Ruto fedha za kufanya kampeni. Maana alikuwa na fadhili kupitia wale marafiki zake wa kibiashara, kufadhili serikali ambayo inakuja ndio waweze kuendelea na biashara zao. Kwa hivyo inakuanga ukisikia mtu anasema vile ni ukora tu, ni ujanja tu fulani ambao ulifanyika kwenye giza, na kwa sababu mambo hayaendi venye walikuwa wamepanga, sasa unakuta ndio anatokea. So Kibaki Uhuru na Ruto walipoingia kwenye mamlaka walimgeuka Jimmy. Kisha wakamwambia, kwa sababu wewe ndio mwenye dili zote za Exim Banks na China People's Bank, hizo zote mwenye mwenye dili. Kwa hivyo tunataka hivi, sisi tuko kwenye mamlaka na wewe bado wewe ndio mwenye dili, basi wewe unapata 10%. Kwa hivyo kutoka leo tunataka sisi tuchukue 5% na wewe uchukue 5%. Jimmy akadinda akasema, kwa sababu Jimmy pia ako na marafiki wake wenye wanamtegemea kwa 10%. Sasa walipokasirika walimvamia kwake, na namba 2 wakasimamisha mradi wa kujenga kiwanja cha ndege. Ndio mgonge sasa. Ndio mgonge vizuri. Na miradi mingine nyingi sana ikasimamishwa, ambayo ilikuwa imekuja directly kupitia yeye. Sasa kutoka hapo ikawa sasa ni uhasimu wa moja kwa moja. Jimmy akaanza kufadhili wa kina Raila ndio watoe hawa, na kuendelea hivyo wakaendelea mpaka sasa mtamu ya Uhuru imeondoka. Ruto ndio huyo anataka hiyo fedha, na sasa hawezi kuenda China
lazima akienda China atampitia Jimmy. Sasa amemgonga Jimmy amekataa, amedinda. Sasa ndio menda ametafuta Adani. Adani aende China achukue hela, ipitie India, ikuwe sasa ni mradi mpya. Lakini kumbuka huu mradi ulikuwa ushafanywa mikataba. Kwa hivyo watakao ufanya mradi huu ni wa China. Na sasa ndio Ruto aweze kuingia ndani, amekuja na mikataba, ni kama ameuza kiwanja. So na ujanja ule ni wa kuuza nchi kwa ajili ya mtu mmoja. Kujaribu kupanishi mtu. Lakini ukiangalia mikataba ambayo ingefanyika ama ilikuwa imefanyika bila watu kujua, ilikuwa kuuza rasilimali tegemeo la nchi. Kama sasa rasilimali, uwanja wa ndege ni rasilimali ya nchi, uende kule kwenye bandari huko, bandari ni rasilimali ya nchi. Kuna vitu ambavyo ni tegemeo la nchi ambavyo haviwezi kuuzwa hata iliwe nini, haiwezi hata ufanye nini, inabakia kwenye mikono ya serikali. Wewe utakopa ufanye marekebisho, kama railway, kama barabara zote utakopa, lakini moja kwa moja serikali itamiliki. Kisha serikali italipa, lakini sio mpatie mtu binafsi amiliki, atoe hela yake kisha akurudishie, na akakosa kuna nini na title ako nayo, amefanya mkopo nayo. Kumaanisha mahali akienda akidefy akosa kulipa mkopo ule, basi atawacha ile title kule, inchi itapokonywa rasilimali yake. Kwa hivyo Andani ni mtu, sio Andani, ni kampuni. Sasa wanafanya hivi sana, utakuta kampuni yenyewe imetumia jina la Andani, lakini Andani pia anakuwa kama mabroka, lakini wahusika bado wako kwenye nchi. Mhusika ni Ruto. Wakati Murkomen alikamatwa kule Dubai, alikuwa na dola milioni 200 zilikuwa za nini? Alikuwa amezitoa kwa ndani, kwa maana kulikuwa kuna corruption ile ilifanyike ndio waweze kufanya maneno yao. Lakini kwa uzuri ama kwa ubaya sijui kama kutakuwa vile, na maombi yangu Wakenya wainuke kwa hasira. Maombi yangu ndio hayo, Wakenya wainuke kwa hasira. Chochote ambacho ni cha kuuza nchi yetu kisije kafanyika. Jambo lolote ambalo ni la kufanya nchi yetu ikaweza kufanywa minada, basi isifanyike. Maana ni jambo ambalo ni hatari kwa usalama, jambo ambalo litafanya nchi yetu kuwa mateka, nchi yetu kuwa nchi ambayo haitajitegemea tena. Kwa maana Wahindi ni waabudu wa sanamu sana, na kupitia kwa sanamu zao na Mungu wao, kuna Mungu ambao wanamuita Harai Ambe ndio ameandikwa kwenye noti zetu. Ndio naona katika hali ya uchumi wametumiliki sana, kwa sababu kuna mambo na madhabahu. Najua siwezangi kuzungumza bila kutaja madhabahu. Mimi naelewa madhabahu yana nguvu. Ukiangalia kwenye shilingi yako pale chini imeandikwa jina Harambee. Harambee si jina la Kiswahili, ni jina la Kihindi ambalo linasema Harai Ambe ni Mungu, kama ni Mungu wa Kihindi. So wakati walikuwa na inua chuma za reli, wakiweka reli, kwa sababu ndio walitumika sana katika kujenga reli. Walikuwa kiinua, napoinua kwa pamoja wanasema Harai Ambe, kama Bwana asifiwe. Umeona? Sasa hiyo ndio ilikuja, wakaichukua Mungu wa kwao wakamweka kwenye hela zetu. Hiyo ndio kukamata nchi kupitia hela na njia ya kimadhabahu. Ndio unaona tunazunguka, tunakwenda mizunguko ya kwenda kwa China, tunazunguka kwenda kwa Uingereza, tunazunguka kwenda kwa wa Amerika, lakini baadaye tunajipata tumerudishwa kwenye Muhindi. Ukiangalia kwenye Muhindi katika taasisi mbalimbali za kimatibabu, taasisi za kibiashara, utakuta wamemiliki kwa hali kiasi kikubwa sana na kwa upenyo mkubwa sana, kwa sababu wako na control ya kimadhabahu. Wametukamata kwenye madhabahu na wamedhalalisha miliki za Afrika ama wa Kenya ambao wako hapa. Wamekuwa sasa wamefinywa sana, hawaona mamlaka, hawana maongozo. Na sasa mambo hayo ndio yamechangia pakubwa. Kuona mpaka shule zimeanza kuchomeka. Kuna mioto ya kiajabu. Na hii mioto ya kiajabu imetokana kwa sababu kuna watu ambao wanafanya kafara. Kuna watu ambao wanainua madhabahu kwa ajili ya vitu wanavyovitaka vikafanyike.
So hizi shule kuchomeka si ajali imefanyika? Si ajali tu, haiwezi kuwa ajali tu. Maana sisemi ya Endarasha ati kulikuwa kuna mpango wa watu, lakini ningetaka tu najiuliza tu maswali matatu. Kwenye shule ambayo iko na mabweni, kuna mtu ambaye anaitwa matron ulala ndani ya bweni na watoto. Kwanza hawa ni watoto wadogo. Kwa hivyo kwenye lile bweni kuna watu matron ulala. Swali langu la kwanza, huyu matron wakati huo alikuwa wapi? Namba moja. Alafu mbona walishindwa kufungua mlango? Basi inaweza kuwa kama walishindwa kufungua mlango, either ilikuwa imefungwa na ndani ama mlango ulifungwa na nje. Na pia sikunakuwa na emergency door. Emergency door ilikuwa wapi? Na ya ine, hiyo ni shule ambayo iko na wanafunzi wengi, lazima iko na watchman, askari wa kuchunga usiku na askari wa mchana. Walikuwa wapi? Kisha la tano, katika shule yote iliyo na bweni iko na mwalimu ambaye ako on duty usiku na mchana. Mwalimu wa usiku mwenye alikuwa on duty alikuwa wapi? Sasa tukijibu hayo, tutajua kama ni madhabahu ama si madhabahu, ama ni accident ama si accident. Maana lile ni bweni, si kitchen. Kule ile ni bweni. Si unaona? Kwenye bweni hamna kitchen mule ndani. Hamna watoto navuta bangi mule ndani. Ni vitanda tu. Alafu watu wa power walienda wakasema hamna accident ya power. Kwa hivyo kuna jambo fulani. Sasa kwa maana uchunguzi umechukuliwa na maafisa wa DCI. Tusubiri tu tusikilize ndio tuweze kuelewa vizuri. Lakini bado maswali tutajiuliza. Zaidi sana hapo, nchi yenyewe pia imechafuka. Ndio sasa nikishikanisha yote. Nchi kuna michafuko na kuna michafuko mikubwa inakuja. Wacha ya jensi, kuna nyingine mikubwa inakuja kwa kipindi tu ambacho si hakiko mbali sana. Kuna michafuko mikubwa itakuja. Na kwa nini? Kuna hasira inapanda. Wakenya wanaendelea kuongezeka, wanaendelea kugadhabika kwa sababu ya mambo kama haya ya ndani. Hali ya maisha imekuwa ngumu sana, na Ruto ameendelea regain confidence kubwa sana, na ile confidence ni kama ameongeza jeuri na dharau kwa Wakenya. Sasa katika ile ndio ameweka jeuri kubwa sana kwa makamu wake, na unakuta sasa amewaweka kina Ishongwa, kina Didi Nyoro, kuna Kindiki na wengine kina Osoro kule Mombasa, kuna kina Barasa kutoka Western, kuna kina Joho wamekuja, kina Mbadi. Wale ni majibu tu ya kubweka kwa ajili ya rais kujaribu kupigana na ngome ya mtu anaitwa Gachagua. Maana kumbuka, kama si Wakikuyu Ruto hangekuwa rais. Wakikuyu wote walivoti yeye, na kupoteza voti ya Mkikuyu itakuwa tishio kubwa sana kwake. Kwa sababu yeyote atakaye kuja achukue Mkikuyu ama Mount Kenya vote alafu aunganishe na ya kwao, unajua sawa, nasema ni ukabila. Ukabila hautaisha Kenya. Ukabila una miaka ingine 50 ndio utaendelea. Kwa hivyo siasa za Kenya zitafanyika kwenye misingi ya kikabila. Kwa hivyo sio kitu naweza kuja kuambia watu eti sasa hatutaki ukabila. Hamna. The only time tulikuwa tumemaliza ukabila ni na hatukushaukwa ati ni ukabila ulikuwa umemalizwa. Wakikuyu walikuwa wanataka kumpanish nani? Uhuru. Maana tulikuwa Wakikuyu walikuwa wamechoka sana na Uhuru. So walitaka tu kumuonyesha Uhuru hautuambii kule tunaenda. Kwa hivyo Ruto hakupigwa kura kwa sababu alipendwa. Ruto alipigwa kura kwa sababu kuna mtu alikuwa anapatiwa adabu, anaitwa Uhuru. Kwa hivyo Ruto si kipenzi cha Mount Kenya hata kidogo. Hata chembe moja. Naye nani anaitwa Gachagua, maana sisi Wakikuyu waliunganika kwenye serikali ya Ruto kupitia kwa Gachagua.
Naye Ruto amemchukua Kindiki, Ichung'wa na wengine kina Ndindi Nyoro na wanasiasa ambao wako kwenye bunge kupitia vitisho na kushurutishwa wampige nani? Gachagua. Kitu ambacho Ruto anakisahau ya kwamba Wakikuyu sio watu ama watu wa mlima hawaelezwi. Huwezi kuwa guide, huwezi kuwa sukuma kwenye kuendesha wapanga. Ni watu walio na mawazo independent, wakiamua wakisema ni Gachagua, awe mzuri awe mbaya watamfuata yeye. Sasa hata yenye wanasema watatumia Kindiki, sasa Gachagua awekwe kando. Siasa Ruto anataka kufanya ni siasa za Moi. Wakati alivuruga mahusiano mazuri ya watu wa Nyeri na watu wa Murang'a, wakati wa Kibaki na Matiba. Akasplit ile vote ya watu wa Nyeri na watu wa Murang'a. Kiambu Murang'a wakavoti ya Matiba, watu wa Nyeri wakampigia kura Kibaki. Kisha akakata sehemu moja ya Meru. Akaskata Mbere akawaweka kando na Watharaka kando, kisha Wameru wa kawaida akawaweka pia kando. Sasa that is wanataka sasa kumweka nani? Kindiki agawe kura za nani? Za Meru zikuwe Wameru watampigia Kindiki, ama Kindiki atakawasema tunaelekea huku, itakuwa sasa Wameru wote watamfuata Kindiki. Pia katika Murang'a anataka kumuinua nani? Ndindi Nyoro. Ndio naye Ndindi Nyoro akuwe mtu ambaye atakayeshika Murang'a iende kivyake. Naye kule Nyeri watamwachia Gachagua. Naye Kiambu watamwachia Ichung'wa. Ni siasa potofu na siasa ambazo zinamdunisha sana rais na zinaleta uwazi wa nia yake kwa Wakikuyu. Ana nia potovu, nia ovu sana. Maana wakati Gachagua ameenda kuzungumzia, kwa sababu kwenye Mount Kenya kuna kahawa, kuna majani chai, huko ndio kuna unywaji wa madawa za utumiaji wa madawa za kulevya, kuna pombe, kuna mambo mengi ambayo yamelemea sana mlima. Gachagua anapoenda kuzungumzia anaambiwa ni ukabila. Lakini juzi hapa natembea na wengine walikuwa kule kwa Waluya wakifanya sherehe za Kiuluya na ikasemekana hiyo ni tamaduni. Wakaenda hapo Wamasai wamefanya sherehe zao, ikasemekana hiyo ni tamaduni. Lakini Gachagua amefanya mkutano wa siasa, sio mkutano wa kitamaduni. Amefanya mkutano wa kisiasa, ikasemekana yeye hafai kuzungumzia eneo moja. Umeona? Hafai kufanya hivi, hafai kuzungumzia Wakikuyu. Wakikuyu walimuunga mkono kwa ajili walimtuma aende akazungumzie maslahi yao. Hiyo ndio reason Gachagua ako pale. Licha na kuwa ni makamu wa rais, lakini cha muhimu foundation yake. Foundation ni muhimu, msingi wake umetoka kwa Wakikuyu kutimiza mahitaji yao. Wanataka walimpeleka kama representative. Sawa, pia afanye kazi ya makamu wa rais, lakini tunamuita nyumbani na tunamuuliza, tulikutuma kahawa yetu ilipo vizuri, majani chai yalipo vizuri, mashamba yetu yangaliwe, watoto wetu mihadarati na mengi wachana. This is the primary responsibility, tulikutuma kwa ajili hii. Kwa hivyo lazima atajibu. Apende asipende atajibu. Sasa wewe unambana asijibu. Kwa nini unambana asijibu? Na waajiri wake ndio wamemsummon, wamemuita. Sasa Ruto anachokifanya anajichimbia shimo. Na ndio nakwambia Ruto sana sana atakuwa rais wa kwanza katika nchi ya Kenya msimu huu wote wa demokrasia tumepiga kura za kidemokrasia kwa Moi kuwa rais ambaye ni wa term moja, ni wa muhula mmoja, na asipobadilisha mwenendo wake, asipo change siasa za Moi hazitamfaidi. Kugawanya Wakikuyu it's very impossible. Tulikuwa na Uhuru mwenye alikuwa kwenye raisi, alikuwa mwenye mamlaka, tulimpenda, lakini tukamwambia kwenye haya nenda nyumbani tu. Wakikuyu ndio husema kisha wanakutuma. Hiyo Wameru, that is Gema community, Gema, Embu, Kikuyu, Meru and Embu, Kikuyu, Meru and Embu wamefika kiwango ya kwamba watafanya maamuzi kisha watakwambia job tumekutuma, nendo tuwakilisha na tutakuunga mkono.
na hela ya kufanya hiyo kampeni ndio tumpatia. Ndio hii tumekupatia. Usiende kufanya kwa hela yako, utafanya kwa hela yetu. Usiende kufanya mipango yako, utafanya mipango yetu. Usiende kufanya jambo lolote ambalo si la kwetu, liwe jambo lolote ni la kwetu, sio la kwako. Hiyo community ya Gema community wako sawa. Hiyo siasa ya kushika Raila, washikie Wajaluo, kushika Mudavadi washikie Waluya wa upande wa Kakamega, kushika Wetangula washikie Waluya wa upande wa Bukusu, Bungoma, hiyo kwa Central Kenya haipo. Haipo. Labda sasa ile pwani haitakuwa huyu jamaa anaitwa nani? Joho hata faulu kabisa, hata faulu. Maana wakati serikali, kwa sababu serikali hii ya Ruto itarudi chini, itaanguka, maamuzi yake maana si hayakubaliki, sio mazuri. Lawama itakapokuwa kitolewa, itatolewa kwa mtu yote mwenye alifanya serikalini, kumaanisha hata kuwa na ushawishi mkubwa. Tena kule pwani siku hizi makabila mengine yamezidi, yameongezeka sana. Pia ukiangalia upande wa Turukana, wa Somali pia hawatakuwa pamoja wote. Wale wakina Duale watakwenda upande wa Ruto, lakini wengine wengi, nusu kama 30% haitaenda pamoja na Ruto. Kwa hivyo hesabu anayoifanya ya kumpiga mtu wa Gema community ni kumaanisha atamfanya Gema, mtu wote wa Gema atakuwa kitu kimoja. Watu wa Mount Kenya wanakuanga active sana when they are under pressure. Wakiwa kwenye under pressure wanajitolea. Ndio angalia wakati wa sijui ni kama wakati wa Kibaki na Raila, I think so, either Kibaki na Raila, hapana, wakati wa wakati wa Uhuru na Raila, silikuwa wakati wa Uhuru na Raila. Wakati wa Uhuru na Raila Wakikuyu walitembea mpaka kwenye mochari kuangalia kama kweli mtu amekufa aje apige voti. Tulibeba wamama kutoka mahospitalini, tuende tukapige voti. Ilikuwa ni wakati ile mkoa mtaka kumuondoa Moi kwa kiti. Ni wakati wa Uhuru na Raila. Wakati Uhuru wanapigana na Raila baada ya Kibaki. Watu walienda mpaka kwenye mochari. Watu walienda kwenye hospitalini. Wakati ule hospitali zote za Central Wakikuyu walijitolea, wakatoa magari zao, wakaenda kubeba kina Shosho kule nyumbani, wakaenda kubeba wagonjwa hospitalini wapige kura. Mkikuyu akiwa under pressure is the most dangerous character. Ndiyo ni moja. Ya pili, watafadhili maandamano makubwa. Mpende msipende, watafadhili. Kutatokea mtu mmoja ama wawili, watafadhili. Na wakifadhili, huyu mjamaa ataenda nyumbani. Haitajalisha itakuwaje, haitajalisha ni nani atakayekuwa kule, na itakuwa hivyo. Na hiyo ndio hatari Ruto anaipelekea Kenya, kujaribu kuleta siasa za kugawanya. Angeendelea tu kupreach kama ile venye alitudanganya na Wilibaro, aendelea tu na hiyo siasa tu, ionekane ni kama kuna changamoto, sina uwezo mwingine, mambo ni haya, lakini sio siasa ya kupiga kabila moja kupitia kwa mfumo wa ukabila. Yani kubrand Mount Kenya ionekane kama ni nchi iliyo ya ukabila, lakini wale wengine wakikutana ni utamaduni. Jambo analolifanya ni hatari kwa usalama. Jambo lingine ambalo litaivuruga serikali yake sana ni magonjwa ambayo ama mipukupo ya magonjwa ambayo inatarajiwa kuja kama Mapox na ambazo zitakuja. Kuna uwezekano kutakuwa na shutdown, lockdown, kumaanisha kwamba uchumi utadorora sana. Na kupitia kwa hiyo njia, ukumbuke sasa wanaomiliki uchumi wa nchi bado ni Wakikuyu, na ukiwapiga sana watakusanya uchumi wao wa kuangushe. Kwa hivyo kuna njia ambazo anazozipitia, ako na kwenye kila kitu anachokifanya ni disadvantaged. Kwa hivyo mtu kama yule angeelewa. Pia makanisa sasa, kwa mwanzo, for the first time nimeona makanisa, mapasta wote wameunganika pamoja, kwa sababu kuna hatari ambayo iko mbele. Anasema anataka kufunga makanisa. Anafikiria jinsi Kagame alivyofunga makanisa ya Rwanda, ndivyo atafunga ya Kenya. Kenya kuna uhuru zaidi. Kenya kuna
space ya kufanya mambo ni kubwa kuliko Rwanda. Rwanda hawana space. Rwanda ni Kagame, na kama si Kagame ni Kagame. Umeona? Kenya ni mimi, na kama si mimi ni mimi. Si rais, simjali, simtambui. Kama amefanya makosa yake nitamwambia moja kwa moja. Angalia Kenya, maandamano yalikuwa jinsi yalitetemesha dunia mzima. Maana kuna uhuru mkubwa wa kufanya maneno. Unajua hata nimeona watu wameanza kutembea sasa kwa makanisa na hizi vitu za kupima. Wanasema sijui ikipita 35 unashikwa, unapiga kelele. Inaweza kuwa ni njia moja kwanza sasa kufinya makanisa. Hiyo ndio njia moja ya kufinya makanisa. Na ni mipango tu imeanza kupangwa. Yani kuanzisha vita ndio. Na alafu angalia hapo awali walikuwa wameanza kudhalilisha kanisa sana, kulidhalilisha wapasta, wamefanya mapasta wamekuwa pasta ni binadamu kama wengine, wako kwenye sheria za nchi. I'm not immune. Makosa ambayo nimefanya ambayo yanavunja sheria ya nchi ninafaa kuchukuliwa kama binadamu kama Mkenya aliye na kitambulisho ya Kenya. Lakini sio kama pasta. Maana hakuna pasta aliye na kitambulisho ya Kenya ambacho kinaitwa pasta. Mimi tu ni mfanyikazi kama vile kuna wafanyikazi wa serikali. Mimi ni mfanyikazi kama vile kuna wafanyikazi wanafanya kwenye mahoteli, kuna nini. So all these things ni vitu ambavyo vinastahili sana kuangaliwa kwa umakini sana. Maana anachokifanya Ruto analichimbia nchi shimo kubwa sana ambalo itakuwa vigumu kuliziba kwake na kwa wananchi wa Kenya. Na kanisa kuliinukia itakuwa ngumu sana. Maana makanisa yatarudi pamoja. Yeye mwenyewe alisema makanisa yalimuongoza, yalimsaidia kuingia kwenye kiti. Hivyo yalimsaidia, yatamtoa. Na zaidi ya hapo kuna ili suala la kuweka microchip kwa watoto pia litachangia pakubwa katika muinuko ambao utakuja against Ruto mwenyewe, kwa sababu watu watakataa. Hakuna mtu atakubali, na kukajulikana mtoto mmoja tu kupatikana sample, ndio huyu mtoto, ndio huyu tumuone ako na hiyo, Kenya mzima itawaka moto. Na sasa tumeona sana kama tukijikita pale kwa hii siasa Mount Kenya sana, kwa sababu tumemwona juzi amekuwa Nyeri, alafu Gachagua hakukuwa mahali pale. So katika ile kujitetea akiweza kujipiga kifua, anasema kwamba Gachagua ameanza siasa mapema. Sasa yeye wakati wa uhuru alianza lini? Sasa ndio swali tulikuwa tunajiuliza. Sasa yeye ni nyani au ni kundure? Maana yeye mwenyewe alifanya, yeye ndiye aliseti mfumo huu wa kuanza kampeni za mapema, ni yeye chanzo. Kwa hivyo Gachagua ni mwanafunzi mzuri wa Ruto. Maana walianza na yeye. Vituko hivi vyote ambavyo Gachagua anafanya walivifanya na yeye, analipa deni. Chochote kinachofanyika ni deni analipa. Avumilie tu. Kichwa ni kile, wembe ni ule. So mambo ya kupiga nduru awache. Hivyo yeye ndio mwanzilishi, alimfanya uhuru hivyo. Naye pia wakati anafanywa hivyo si alipia kubali tu. Maana he campaigned 10 years. Hakufanya jambo lolote. Sasa angalia wakati wake alikuwa anaenda nafungua barabara, anasema nimefanya. Sasa ameona amemtuma Kindiki akafungue barabara za Central Kenya. Aenda akafungue miradi Central Kenya. Ndio kuonekana ni kama nani? Siasa zile ni duni, hazitasaidia. Ni duni ajabu. Siasa duni kabisa. Hazitasaidia. Penzi mtazamaji, ushajisikia mwenyewe. Labda neno ambalo unaweza tia wa Kenya kuatia moyo wakati huu. Na what I can just ask Kenyans, tuongezee level ya makasiriko. Tuongezee level ya makasiriko kwa kila jambo ambalo mtu linaonekana haliambatani na katiba ya nchi na mipango ya nchi na mfumo wa maongozi ya nchi yetu. Tusikubali. Kusiwe kuna mtu hata mmoja atakayekubali kunyanyaswa. Kusiwe kuna Mkenya hata mmoja, iwe Mkenya, Mkikuyu, Muganda, Muluya, Mkisii, haijarishi. Sisi wote ni wa Kenya, na tukiwa wa Kenya kusiwe kuna sehemu moja ambayo itaonewa, ingine haitaonewa. Kusiwe kuna mtu ambaye hawezi kutoka hapa ende Garissa. Hakuna mtu anaweza kufanya hivi. Yani tuwe sisi ni wa Kenya, na
level ikuwe playground nzuri. Kama ni siasa, Gachagua awache wafanyie kazi siasa, hiyo ni right yake. Kama ni kina Ishong'wa, wamukome Gachagua wafanye siasa zao. Nawe Ruto, wewe ndio ulianzisha wembe huu ambao unakunyoa sasa, ni wembe wako wewe mwenyewe, uliunda, uliutengeneza. Mimi ni mchungaji. Zaidi na hayo yote ambayo nimeyazungumza, mimi ni mchungaji. Ninalo kanisa ambalo natumika kama mchungaji kule, na kanisa lenyewe liko kwenye jumba la Coffee Plaza, barabara ni Haile Selassie Avenue, na tuko na services kutoka Jumanne mpaka Jumapili. Jumanne ni moja tu, ni ile ana kwa ana, mazungumzo ana kwa ana. Jumatano kuna ibada ya kuvunja madhabahu. Alhamisi tuko na ibada ya kukutana na wakongwe ambao ni wako na miaka 70 kwenda juu. Na siku ya Ijumaa ni siku ya maombi, na siku ya Jumamosi ni siku ya vitengo mbalimbali kanisani ambavyo vinihusika katika maongozi wanakutana. Kisa Jumapili tuna ibada kutoka saa 12 mpaka saa 9 jioni. Saa 9 jioni unakaribishwa, na njoo tushiriki pamoja. Na kama kuna wazo, jambo ambalo ungetaka tukalizungumzie kupitia kwa runinga hii ya Bethel, njoo tu, uko na nafasi, utampigia simu mhariri mkuu na mtakuwa na kuja tu ufanye interview. Tuko na studio zetu, utafanya interview pale, na mradi tu ni kitu ambacho kinaambatana na itifaki zote za kimaadili ya uandishi. Pia ukitaka kujiunga nasi, tuko na miradi mbalimbali ya kina mama, tuko na miradi ya vijana, tuko na miradi ya wakongwe. Kama uko na ujuzi, ustadi fulani, ama kuna kitu ambacho ungetaka kukihusisha ama uhusike, ama kuna jambo ungetaka kutusaidia katika kuinua vitengo vyetu, unaruhusiwa kukuja. Asante sana. Namba yangu ni 0722 239 555 ama 0112 935 035. Ndizo hizo unazojiona. Tofuti yetu ndio hiyo, iko hapo, na kila kitu ambacho ungetaka kucommunicate kwetu tuko tayari kukupokea. Asante sana na Mungu akubariki. Kinachokuwa na mwanzo, mpenzi mtazamaji, ni lazima ikiwa na mwisho. Na siku moja nani akaniambia kwamba ukiona nyama inakuwa tamu sana, jua umefika kwenye mfupa. So bila shaka jukwaa la busara leo tumefika kwenye mfupa. Turuhusu tuende tutafute nyama nyingine, alafu tukutane juma lijalo. Na kama pengine unataka kufanyiwa interview, una matangazo ya kibiashara ambayo unataka tuweze kukupeperushia moja kwa moja, basi kuna nambari pale chini, utaweza kupiga, tutazungumza, alafu tuone tutapatana namna gani. Asante sana kwa ushirikiano wenu. Endelea kusubscribe, endelea kusambaza ujumbe huu ukaweze kuwafikia wengi. Sina la ziada na kutakia juma jema. Asante.